simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Yesu, simama. Sasa kuna mambo ambayo bado makusanyiko mengi hususan ya dini na madhehebu wameziweka kama sheria, na hii inafanya watu wengi sana wamejiepusha na makusanyiko na wamechukia hata mahubiri, na wakachukia na wachungaji, na wakachukia mtu aliyeokoka. Kuna mahali ukisema umeokoka watu wanakukimbia, kwa sababu wanajua hawa ndio wale wajanja na wakora. Haleluya! Hizo sheria mojawapo ni hii. Kuna madhehebu na dini sasa hivi, mtu akifa maiti inadaiwa pesa. Kwa mfano, wewe ni mshirika wa The True Gospel, ukifa wewe, sisi tunakuja kudai familia yako pesa ambayo ulikuwa hujalipa. Kama ni ile matoleo hujatoa, ni lazima utoe. Kama ni ya mwaka, ni miaka miwili, maiti inadaiwa. Si kama mnanielewa? Hivi ni vitu nataka muvielewe, vipo vinaendelea. Si sawa? Maiti inadaiwa kwamba lazima watoto wake walipe, familia yake ilipe, ndio waje wamzike. Wasipofanya hivyo hakuna maziko. Lakini ndio Yesu aje duniani, ni kumaanisha sheria na manabii walikuwa na udhaifu. Haleluya! Sasa Yesu anakuja kukamilisha Torati na manabii. Haleluya!
Neno moja kwa moja, na najua Mungu atatutangulia kwa kila jambo ambalo tunaongea na kila jambo ambalo tunatenda. Leo nitakuwa na mambo kidogo kidogo tu ambayo ni mambo ya kawaida, lakini mwishowe nitamaliza na jambo ambalo ni zito kidogo. Haleluya! Nataka nione Biblia. Baba naomba ubariki Bwana, Baba naomba ubariki Bwana, usiponibariki haya Baba Joseph, sawa. Baba naomba ubariki Bwana, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba ubariki Bwana, sitoki hapa usiponibariki. Macho yangu nainua, nibadilishe, unibariki. Baraka zako hazina huzuni, ni za kudumu milele.
usiponibariki. Poli njo patie Poli Mike aniombee ili nipate kupambana. Hizi dakika niko nazo wale hao hapa si dakika za mchezo, ni dakika za kupambana na muovu shetani katika mahubiri. Twende Poli, niweke mikononi mwa Bwana. Yesu, tunasema asante kwa kuweza kutulinda siku ya leo. Tunakushukuru kwa kuweza kutulinda, tunaweza kufika hapa mahali pako. Baba, mtumishi wa siku ya leo anapoenda kuhubiri, ukaweze kuwa pamoja nasi, tukaweze kuelewa kile ambacho mtumishi atakachofundisha. Kwa Kristo pamoja na tukuamini. Amina, amina. Leo nataka nianze na mambo madogo madogo ambayo wengi wetu pengine hatuyafahamu. Si sawa? Amina. Nataka niseme hivi, baada ya Yesu Kristo kuzaliwa, mama yake Yesu ambaye ni Mariamu aliendelea na kizazi. Si sawa? Na kisha akazaa watoto wengine watatu ambaye nitawapa majina yao na wako kwa kitabu gani. Si sawa? Ni mambo ambayo itakupa msingi katika maisha yako ya imani na pia maisha yako ya kuhubiri. Haleluya. Mama yake Yesu ambaye ni Mariamu aliendelea kuzaa na akazaa watoto watatu. Wacha tusome Marko 15:40. Walizaliwa watoto wengine watatu na kuwekea msingi. Hivi ni vitu ambavyo labda uliokoka na bado hujavifuatilia. Ni muhimu sana wakati unajenga hoja yako ya kuhubiri, mambo haya yatakusaidia. Marko 15:40, nisomee hapo. Kitabu cha Marko mtakatifu mlango wa 15 mstari wa 40. Yes. Inasema, palikuwako na wanawake wakitazama kwa mbali. Miongoni mwao alikuwamo Mariamu Magdalini. Na Mariamu mama yao Yakobo. Mdogo na Yose. Na Salome. 41. Tulia tu hapo. Hapa kitabu kimesema ya kwamba alfajiri kulikuwa na wamama wawili, Mariam Magdalene na Mariam mamaye Yakobo, alafu na mdogo Yose, alafu na Salome. Sasa baada ya Yesu kuzaliwa kuna Yakobo. Yose ni kifupi cha Yohana. Huyu Yose ndiye yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda sana. Huyu ndiye mwanafunzi aliyeandika Yohana Mtakatifu, na huyu ndiye aliyeandika waraka zile 3 za Yohana, na huyu ndiye ameandika ufunuo wa Yohana. Yose ni ufupi wa Yohana. Haleluya. Kwa hiyo baada ya Yesu kuzaliwa kuna watoto wengine wangapi? 3. Yakobo, Yose ambaye ni Yohana, alafu na Salome. Haleluya. Na ndiposa nikawa nasema juzi, mama, wewe kama hautatulia na mume wako na ukubali kutembea vizuri katika hiyo ndoa, wewe mama ama wewe mzee, hata ukipewa mke mzuri namna gani, anayekutii alafu uje uachane naye, hata ukapewa huyu Salome pia hamtadumu, kwa sababu umeshinda. Si sawa? Hata ukapewa kwa Salome dadake Yesu pia atakushinda hivyo hivyo. Haleluya. Kwa hivyo Yose, Yohana na Salome ni ndugu. Kama umeshindwa na wanawake wote, hata ukapewa Salome pia atakushinda, maana tabia sizo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Marko hapo 16 anza moja hapo. Marko hapo 16. Wakati mwingine mimi hufundisha vitu vidogo tu ambavyo watumishi ambao wamebobea hawawezi kukwambia, na mimi nataka ujenge hoja yako ya kuwa mhubiri mzuri. Soma hiyo 16 anza moja. Kitabu Marko mtakatifu mlango wa 16 kuanzia mstari wa 1. Yes. Inasema, ndio, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato. Tosha. Mamake nani? Yakobo na Salome. Hapo
Hapo Yose hakutajwa, lakini wametajwa wangapi? Lakini pale nyuma tumepata ni wangapi? 3. Haleluya! Pigia Yesu makofi mazuri, makofi mazuri. Inapendeza. Wewe mume, kama huwezi kuishi na mwanamke vizuri, ni shauri yako. Haleluya! Ishi na mke wako vizuri kwa kumvumilia na kumpenda, na maisha yatakuwa mazuri. Haleluya! Nilikuwa naongea na kijana wangu Jackson tukiwa pale nyuma, tukiwa tunacheka. Nilikuwa namwambia babako bwana, babako yani watoto wote ni weupe, mama weusi, hakuna mtoto hata mmoja. Babako mweupe, lakini hata huyo mwisho ni mweupe, mama amezidiwa. Jackson anacheka hata anataka kuanguka. Na ni kweli watoto wote ni weupe na mama yao ni mweusi. Haleluya! Lakini tukirudi kwa Kioko na Magii, hapo ndio kipigo kitaingia. Utatoka vipi? Kama Magia atakuzidi shauri yako wewe. Hata Sonia chetu kwa kikombe hapo, watoto wote weupe. Haleluya! Mimi msiniingilie, niache hivyo. Mimi niache hivyo. Haleluya! Mama mweusi yule, mama mke wa Karamu, lakini watoto wote weupe. Hebu angalia yule mdogo mweupe, Karamu mtupu. Haleluya! Baadhi ya wanawake waaminifu sana, mtoto anatoka babake kabisa mpaka pua. Haleluya! Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya! Sasa tunataka tuone nani atashinda. Sitataja hapo na achia hapo. Haleluya! Ngoma itaangukia wapi? Haleluya! Haleluya! Wakati mwingine ukiwa katikati ya watu unaweza kujigamba na ukaongea mambo yote mazito, si sawa? Uko mbele za watu, uko na ndugu zako, uko na watu wako, na unaweza kuongea vile unataka. Nataka niwape huu mfano ili popote ulipo uwe mnyenyekevu na uwe mpole. Hata kama kuna watu wako karibu, fuata tu Yesu anataka tuwe na msamaha na tuwe wapole. Wale wapiganaji ngumi, wale maboksa, wakati wanaingia katika lile jukwaa la boxing, huwa kila mtu ana watu wake kama 30 hivi. Wameingia ndani ya ile ring, si sawa? Wako kwenye ile jukwaa wanajipamba, wakimgusagusa mwenzao kumwambia utashinda. Lakini kengele itakapolia, wale watu wanaondoka wote. Unabaki wewe na wewe. Sasa hapo sasa ndio niambie, ujitetee kati yako wewe na adui yako, kwa sababu wale wote wataondoka. Alafu mtabaki nyinyi wangapi? Sasa hapo ndio kama ni kutu wangu utatwangwa kweli. Maana hakuna mtu tena. Haleluya! Napeana mfano huu kwa nini? Wakati wote, siku zozote ukiwa mahali, usitumie watu kupiga wengine. Haleluya! Jiamini wewe mwenyewe kwamba kile unasema ni kweli. Haleluya! Naye Mungu atasimama na wewe. Hata katika masengenyo wengi huchangia kwa sababu anaona wengine nao wanachangia, lakini kikilipuka jina la nani litatoka? Ni lake peke yake. Haleluya! Ni sawa na siku ya mazishi, wakati watu wanazika, watu wamejaa. Wakishazika tu jioni, wakiondoka umebaki wewe peke yako. Sasa ni wewe na shetani ama wewe? Baada jioni, si watu wote washazika wameondoka. Sasa uko kaburini pale peke yako. Sasa shetani yuko hapa anakwambia, njoo brother, kama ulikuwa wa Yesu kama ulikuwa wa Yesu umepona. Lakini jioni, si wakati watu wanazika ni wengi. Inafika wakati jioni imefika, kila mtu ameondoka, shetani anakuja pale, vipi wewe? Twende baba. Yesu kama yuko upande wako anasema wewe, na kukemea, ondoka hapo, unaenda kwa yeye. Sasa fanya mambo yako ukijua siku ukiondoka hapo utapokelewa na nani? Na Yesu Kristo. Haleluya! Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya! Haleluya! Ndiposa nikasema siku moja ya kwamba hii Biblia tunayosoma sasa hivi kuna mambo mengine huwezi kuyapata kwa Biblia, lakini yanafunuliwa katika roho, lakini hayaendi kinyume na Biblia. Sijui kama hapo umenielewa. Kuna vitu sasa hivi roho anatufunulia na haikuandikwa moja kwa moja, si sawa? Nikawapa mfano. Musa alizunguka mlima ule, mlima wa Seiri, miaka 40, na hatukuambiwa kwamba alikuwa akifua nguo ama akioga, si sawa? Hatukuambiwa, na hiyo si mambo ni tuelezewe, ni tujue tu Musa alikuwa naoga
na anafua nguo zake, si sawa? Lakini hatukuelezwa kwamba leo Musa amefua nguo hakwenda kuhubiri, haijaelezwa. Kwa hivyo sisi tunaelewa tu kwamba Musa alikuwa anafanya vitu kama hivi katika roho, si sawa? Yesu vile vile alikuwa na kanzu yake anatembea nayo na alikuwa anafua na kuanika, lakini haikuelezwa moja kwa moja. Kwa hivyo kuna mambo mengi katika Biblia ambayo hayakuelezwa moja kwa moja, lakini hiyo ndiyo sababu ya Roho kuja sasa kutufunulia. Sawa? Yohana Mtakatifu 21:25 inasema ya kwamba kuna mambo ambayo Yesu alitenda mengi, lakini hayakuandikwa moja kwa moja, maana kama yangeandikwa moja kwa moja, Biblia ingejaa dunia nzima, ingekuwa Biblia kubwa sana. Haleluya! Yesu ameenda jioni, ameenda kukojoa, wameandika, si Biblia ingekuwa imejaza dunia nzima. Kuna mambo sasa hivi tunafunuliwa na nani? Na Roho Mtakatifu, lakini haipinzani na Biblia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaingia kwa pointi yangu, ningependa kukupatia jambo ambalo litakusaidia. Ni nini kinasumbua makusanyiko ya leo, si ndio? Nataka nikueleze nini inasumbua makusanyiko ya leo, ambapo sisi kama wana Beroya tuna bahati, kuna baadhi ya mambo tumejiepusha nayo. Haleluya! Tunashukuru Bwana, 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 kwa wema wako Bwana, kwa wema wako Bwana, kwa wema wako Bwana, kwa wema wako Bwana, kwa nguvu zako Bwana, kwa nguvu zako Bwana, kwa nguvu zako Bwana, kwa nguvu zako Bwana. Wakati wa Musa tulikuwa katika sheria alizopewa Musa na Mungu kuwaongoza wana wa Israeli, na kama sheria ingekuwa na nguvu ya kutuokoa, basi Yesu Kristo hangekuja. Haleluya! Amen. Lakini ndiyo Yesu aje duniani, ni kumaanisha sheria na manabii walikuwa na udhaifu. Haleluya! Sasa Yesu anakuja kukamilisha Torati na manabii. Haleluya! Sasa kuna mambo ambayo bado makusanyiko mengi hususan ya dini na madhehebu wameziweka kama sheria, na hii inafanya watu wengi sana wamejiepusha na makusanyiko na wamechukia hata mahubiri, na wakachukia na wachungaji, na wakachukia mtu aliyeokoka. Kuna mahali ukisema umeokoka, watu wanakukimbia kwa sababu wanajua hawa ndio wale wajanja na wakora. Haleluya! Hizo sheria mojawapo ni hii. Kuna madhehebu na dini sasa hivi, mtu akifa maiti inadaiwa pesa. Kwa mfano, wewe ni mshirika wa The True Gospel, ukifa wewe, sisi tunakuja kudai familia yako pesa ambayo ulikuwa hujalipa. Kama ni ile matoleo hujatoa, ni lazima utoe. Kama ni ya mwaka, ni miaka miwili, maiti inadaiwa. Ni kama mnanielewa? Hivi ni vitu nataka mvielewe, vipo vinaendelea. Ni sawa? Maiti inadaiwa kwamba lazima watoto wake walipe, familia yake ilipe, ndio waje wamzike. Wasipofanya hivyo, hakuna maziko. Kuna makanisa mengi, sitataja majina,
Hayo ndiyo mambo Yesu alikujia, tuwe na upendo na tuwe na msamaha. Tukiwa hapa hivi, mtu anaweza kuwa mgonjwa miaka miwili, hiyo miaka miwili anaweza kupata kitu cha kutoka kanisani kweli? Huwa anahitaji msaada wetu. Ni sawa? Ndio maana tumeshikana, na ndio maana hata kwa mitume waliuza vitu wakagawa kwa wale ambao hata hawana. Si sawa? Watu waliuza wakawapa hata wale wasio navyo. Lakini inasikitisha leo ya kwamba bado kuna makusanyiko ya dini na ya madhehebu ambayo inadai maiti pesa. Nelson akifa leo, mke wake lazima atulipe sisi. Nelson hajatoa wanasema matoleo fungu la 10 miaka miwili, unadaiwa. Tunakuja kwako, tunaweka kiti, mama kitabu ndio hii. Yaani inasikitisha sana, mtu amefiliwa, yuko katika hali ngumu ya kusikitika kwa ajili ya mpendwa wake. Kanisa ambayo ndiyo ingemsaidia imeweka black book na juu ya meza ya kwamba Benson amefariki mama, lakini Benson tunamdai. Unakuta mama Benson anapigiwa hesabu, hajafa lakini yuko yuko, hawezi kufa leo, hapo siku babaishi yuko hai. Haleluya! Tunaweka kitabu black book, lazima Benson alipe hii pesa. Jamani, hizi ni roho ambazo sio roho nzuri, sio roho za utumishi. Si sawa? Kama mtumishi wa Mungu, kama mtu mnashiriki naye akafariki, jamani, si tunahitaji kusaidiana tumalize azikwe. Si sawa? Yaani twende tukadai pesa ya kwamba maiti alibaki na pesa zetu fulani, na watu wako, na hii ndio inafukuza watu katika makusanyiko. Haleluya! Na huu ndio ukweli, mnajua hata nyinyi sehemu mnazoenda, sehemu za Barakwenu na wapi, mtu akifa kanisa inakuja na kitabu, tunamdai Karabu hapa, wekeni 5,000. Karabu akienda Jackson ni atafute 5,000, 10,000, 50,000 ndio tuje tuzike. Jamani, inapendeza hiyo kweli? Haya mafunzo nataka tuyaelewe vizuri. Wazee, inapendeza? Wakati mtu amefariki ama yuko na shida, wacha hata kufariki, yuko na shida, ni mgonjwa, ni kanisa inachukua jukumu la kusaidia hiyo shida. Si sawa? Tunasaidiana, ingawaje hatuweki pesa za magonjwa, lakini ikitokea tunatangaza fulani ni mgonjwa, tunafanyaje? Haleluya! Tunakuombea, tunakufanyia. Kama unajua hapa Bongolulu tulikuwa tunafulia watu mpaka nguo. Si mnajua huwa tunaenda, mtu akiwa mgonjwa tunaenda kumfulia nguo, tunamuoshea nyumba, ajue kwamba yuko na ndugu zake. Haleluya! Lakini leo hii mtu afariki, tunadai pesa. Yaani sisi tunaangalia pesa ndiyo muhimu. Hiyo jamani, ukienda mahali kama hapo, tafadhali, hapo pana shida. Haleluya! Pigia Yesu makofi mazuri. Mambo yanatendeka na tunayajua, lakini hayo si mambo ya watumishi wa kiroho. Watumishi wanaomjua Mungu hawadai maiti pesa. Haleluya! Wao wanasamehe. Kama huwezi kusamehe maiti, utaweza kusamehe mwanadamu wenzako? Haiwezekani. Si sawa? Haleluya! Nionapo amani kama shwari, amani nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. nionapo amani kama shwari, amani nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. salama, Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. salama, Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. haleluya, haleluya. Unadaiwa. Mama Poli, unacheka, ushadaiwa siku moja. Madeni, sogeni mbele, sogeni vijana, jaza kitu kilicho mbele yako. Haleluya. Jambo la pili ambalo nataka niliweke wazi ni kwamba
wakati tunaokoka tunaokolewa bure kwa jina la Yesu. Si sawa? Lakini kuna makanisa, kuna madhehebu sahihi, kuna kanisa za dini, ukiingia mlango ule kuna kitu kinaitwa registration fee. Unajiandikisha kama memba. Haleluya. Memba wa kazi gani? Wakati unaokoka Yesu alikulipisha kitu ndio uwe memba. Mbona wanadamu tunachukua? Haleluya. Wakati unaingia katika kusanyiko, kitu kinaitwa registration fee haina maana yoyote. Haleluya. Hapa sio welfare, hapa sio vyama ya kupelekana nyumbani. Si sawa? Hapa ni kanisani. Main point yetu ni kumwabudu nani? Yesu Kristo. Mtu akifa hata iweje ataenda kwao na atazikwa. Hiyo ndio mimi najua. Tusiwe na wasiwasi kwamba tunachanga pesa. Akifa tu ataenda kwa jina la Yesu. Haleluya. Njia zitafunguka na ataenda. Pigia Yesu makofi mazuri. Kitu kinaitwa registration fee hakuna. Hata ukienda kwa kanisa ukitaka kuandikishwa na pesa, hapo kuna shida. Haleluya. Haleluya. Lakini kitu kilichoko ni hiki. Wakati umeingia pale, kukitokea shida, na wewe unahusika kusaidia katika hilo jambo. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Ninawapa tu mambo ambayo ni muhimu na yanaendelea. Ni mambo ambayo yamevunja watu moyo sana, na sitaki wewe uvunjike moyo. Haleluya. Jambo la tatu ni matoleo. Wakati tunatoa sadaka hapa, kuna secretary anaandika, alafu ikimalizika anasimama na kitabu anasoma. Fulani ametoa 50, nani ametoa 20, nani ametoa 100. Nifungulie Mathayo 6:2. Nani ametoa 100, nani ametoa ngapi? Unaona hivyo sasa? Biblia inasemaje? Mathayo 6:2. Tafadhali hamjafika jamani. Yaani bado umeshika videvu tu jamani. Mathayo 6:2 tafadhali. Haleluya. Kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 6. Mstari wa 2. Inasemaje? Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako. Usipige panda mbele yako. Kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani. Ili watukuzwe na watu. Mstari wa 3. Yes. Amen. Nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue, ufanyalo mkono wako wa kuume. Haleluya. Umeelewa hapo? Mkono huu usijue. Sasa hizi sadaka tumetoa hapa saa hii, ingekuwa tunasoma Lydia, umetoa $1, watu wanakuchukuliaje? Kama umetoa kisichofaa, Mungu atakuadhibu yeye, sio sisi. Ni sawa? Eric umetoa 10. Hiyo ni siri yako na Mungu wako. Haleluya. Lakini sasa kusimama na kusoma, Mama Benson ametoa 50, Karabu ametoa 100. Sasa hiyo inamaanisha nini? Mkono wa kushoto na wa kulia inajua kile kilichotoka. Haleluya. Kwa hivyo sisi ambao tumeokoka kweli, amini kwamba kile umetoa kimepokelewa na ungojee thawabu yako kutoka kwa Mungu. Maandiko yanasema wamekwisha kupata thawabu yao. Wewe ngojea yako kutoka kwa Mungu. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Nawaambieni sisi kama wana Beroya tuwe na upendo wa juu. Maandiko inasema katika Mathayo 5:20 ya kwamba haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamtauona ufalme wa mbinguni. Sisi si Mafarisayo, sisi ni wateule. Wacha haki yetu izidi ya Mafarisayo. Haleluya. Lakini mambo ya kuandikishana, mambo
ya kusema ya kwamba maiti inadaiwa. Alafu kuna shida moja tena, wakati hizo dhehebu zinapofanya hivyo na umefiliwa, utalipa ile deni ambayo mtu wako anadaiwa, alafu baadaye wanakuletea listi yao ya kwamba tunataka unga ngano mifuko 2, mafuta ya kupikia mtungi mzima, tunataka ng'ombe mzima. Yaani ile pesa umelipa kwao na hawatoi kitu tena, wanakupa list tena ugharamike ili waje wale matangani. Haya ni mambo ambayo ni makubwa sana na yamefukuza watu wengi, yameleta fitina. Lakini leo ninakwambia mambo haya yaangalie kwa uzuri. Haleluya! Na ukiangalia vizuri utajiepusha nayo. Haleluya! Ninyi hamyajui haya mambo? Mnayajua? Hebu mtu aniinulie mkono kama anayajua haya mambo. Yanaleta fitina. Hamyajui wengine. James unayajua? Jackson uyajui wewe? Nataka nione kwa ishara ya mkono. Hamyajui haya mambo? Familia kudaiwa. Mama amekufa, alikuwa anashiriki dini fulani, dini fulani, unaambiwa anadaiwa, mama hajamaliza matoleo yake, yatoe matoleo yake kwanza. Ni maiti huyo amelala mochari, lakini kwanza alipiwe kanisani kwanza zile anadaiwa. Akimaliza kulipiwa, hiyo kanisa hiyo inasema hatumziki mpaka mulete vyakula hivi, listi: mchele kilo 10, bandari ya unga, elianto mtungi mzima, paja zima na ng'ombe. Yaani bajeti yao inakuja over 30,000. Sababu gani? Ukikataa hawaji kuzika. Haleluya! Ukikataa hawaji kuzika. Haleluya! Mwisho wanamalizia na mchungaji au pasta kulipwa kuanzia 3,500 kuendelea, ndiyo aje azike. Hakuna kuzika kwa bure, lazima huyo atakayezika alipwe. Kama utalipwa kabisa mshahara wako hapa duniani, mbinguni utalipwa nini? Haleluya! Wapendwa, tufanye kazi ya Yesu kwa moyo, jitolee. Kwani ukizika mtu mpaka ulipwe jamani? Mimi nimezika wangapi? Si mnajua nimetembea nikizika, sijawahi lipwa mimi. Nimezika watoto, nimezika watu wazima, sijawahi kuambiwa chukua hii. Haleluya! Nazika na narudi na inaisha namna hiyo. Pigia Yesu makofi. Lakini wakilipa kwa roho safi, mchungaji, fea hii ni sawa, lakini sio niweke mabei ya kwamba mimi naja kuzika, wekeni 5,000 na muweke na kondoo na mbuzi na mtayarishe supu nzuri, mimi nakula kuku mzima. Yaani yule mchungaji anaweka bajeti yake. Haleluya! Tena anajua pilipili hoho, kachumbari, anajua zote hizo. Weka kachumbari iko kwa bajeti. Haleluya! Watumishi wa mshahara, wacha nikwambie, fanya kazi ya Yesu kwa moyo. Ninawafundisheni hivi msije mkawa wachungaji ama watumishi wa tamaa siku zijazo. Hizi pesa zinabaki wapi? Hapa duniani. Hakuna mtu atazikwa na pesa. Haleluya! Usitese wenzako kwa sababu ya pesa. Unakuta mchungaji bishop mzima amevaa kola, anasema hao wasipotoa 10,000 mimi siji. Maiti iko imewekwa, anangojewa bishop, anasema mimi without 10,000 shauri yao. Haleluya! Kama niko hapo Pastor Ngoro, si kibarua kimetokea nayo, tunamweka. Haleluya! Maana hakuna mtu tunaweka na tunaomba na kuisha. Mtu anataka 10,000 ndio aje akusikie. Jamani, maiti alidaiwa nini? Haya ni mambo ambayo si mazuri na ni matendo ya giza. Haya si matendo ya nuru. Haleluya! Fanya kazi ya Yesu roho safi. Juzi tumeenda wapi? Mariakani. Tumeenda na fea yetu, tukarudi na fea yetu, na hatuna shida. Tumefurahia, injili imefika. Haleluya! Kama wangekuwa nayo ya kutupatia, wangetupatia, si sawa? Lakini hakuna. Tufanyeje? Tudai. Maiti amekufa, hati lazima alipiwe. Huyu mama hajalipa michango yake miaka 2. Haya, huyu mama alipiwe kwanza, aweke kaburini kwanza mpaka alipiwe. Tena hiyo nazungumzia kanisa, wapendwa. Sisemi watu ambao ni wa nje, kanisa aliyokuwa anashiriki.
Kama kuna kitu hujamaliza, hauzikwi mpaka ilipwe. Na kama sisi wanadamu hatuwezi kusamehe maiti, tutasamehe wanadamu wenzetu? Hatuwezi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufanya kazi ya Yesu bure, sasa naingia kwa pointi yangu. Kwa kufanya kazi ya Yesu bure, Mungu ataturejeshea vitu vyetu ambavyo viliibiwa. Si sawa? Tunaifanya bure bila kujali, na tukifanya bure bila kujali, Mungu anatukumbuka na anaturejeshea. Shetani huenda alikuwa ameiba vitu vyetu, lakini tunapomtumikia Yesu bure, Yesu anafungua milango. Kile tumetumia tunarejeshewa. Tutarejeshewa vitu vyetu vilivyopotea, vitu vyetu vilivyoibiwa tutarejeshewa kwa kufanya kazi ya Yesu kwa moyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuko pamoja? Nataka uniangalilie Yoeli hapo. Vitu vyetu vitarejeshwa. Mungu ataturudishia kwa kufanya kazi yake. Kwa kuibiwa na kupigwa na kuteswa, vitu vyetu vitarejeshwa. Yoeli 2:25. Ukifanya kazi ya Yesu kwa moyo, mahali popote ulipodhulumiwa, kazi yako iliyopotea, mali yako iliyopotea, Yesu atakurejeshea kwa sababu ya kujitolea kumfanyia kazi kwa moyo. Haleluya. Siku moja nikawa nahubiri, nikasema hivi, ni kwa nini wachungaji wengi familia zao zinaharibika? Unakuta mtu ni bishop na watoto wake ni wakora, ni wavuta bangi, ni malaya, ni nini. Mengine huwa sio vipigo vya shetani, mengine ni makosa ya mtu mwenyewe na kile anachotendea watu wengine. Haleluya. Kama unaweza acha maiti kwa ajili ya pesa, kwa nini familia yako isiwe na shida? Haleluya. Nataka tufanye kazi ya Yesu. Hata tukiacha kazi ya Yesu, hakuna laana inaandama familia zetu. Haleluya. Kuna wengi wamefanya kazi hii ya Yesu, lakini baada ya kumaliza ama kuondoka duniani, watoto wao wameharibika, boma zao zimeharibika. Unafanya kuambiwa tu pale ilikuwa ni kwa bishop, pale ilikuwa ni kwa pasta, lakini watoto wote ni walevi, kila kitu wameuza, mpaka mabati juu ya nyumba. Zile vitu ulikuwa ukiibia watu ukisema ya kwamba mimi mpaka nilipwe ndio nizike, hao watoto wataiba hayo mabati wauze. Haleluya. Kwa hiyo unapofanya kazi ya Yesu, jiangalie wewe mwenyewe na familia yako. Unajenga msingi gani? Kuna siku utaondoka duniani na hivi vituko unavyovifanya vitafuata nyumba yako. Haleluya. Yoeli 2:25 tafadhali. Yoeli 2:25. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Twende mtumishi. Yoeli 2:25. Kitabu ni Yoeli mlango wa 2 mstari wa 25 inasemaje? Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, na parare, na parare, na madumadu, na madumadu, na tunutu, na tunutu. Jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Haleluya. Haleluya. Wakati tunapomtenda Mungu dhambi, vitu vyetu vinachukuliwa, baraka zako zinazuiwa, njia zako zinafungika. Lakini wakati utakapomrudia Yesu na uanze kutenda kazi za Yesu vizuri, sasa utarudishiwa vile ambavyo vilikuwa vimepotea. Maana Yesu aliruhusu shetani avichukue, lakini utakapomrudia Kristo, nakwambia utarejeshewa kila kitu. Haleluya. Hivi sasa kuko hapa, kuna mambo ambayo ungekuwa upewe,
lakini haujapewa kwa sababu ulikuwa kinyume na Kristo. Na mtakapomrudia Kristo, Kristo sasa atakurejeshea vile vyako ambavyo vilikuwa vimepotea. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndiposa huwa anasema hivi, kawaida ya mwanadamu aliye na akili timamu huwa anavaa nguo moja, anavaa shati moja na suruali moja, inatosha, si sawa? Lakini ukiona mwanadamu anavaa nguo tatu, amevaa shati tatu na suruali tatu, kuna shida sasa. Si sawa? Amevaa sasa, uenda zimu, anaitwa nani sasa? Umepiga shati tatu juu na suruali tatu na unatembea. Sio kawaida. Sio kawaida. Kwa hivyo elewa tu, mwanadamu wa kawaida hawezi vaa nguo tatu. Haleluya. Nguo tatu na maanisha nini? Mwanadamu ambaye ameokoka na anampenda Yesu anapaswa kuvaa nguo moja ambayo ni utakatifu. Akivaa nguo ya pili ambayo ni uchafu, atakuwa sasa amejinajisi. Haleluya. Ukizingatia nguo nyeupe ni nguo ya utakatifu, nguo nyeusi inaashiria nguo chafu, na hiyo nguo ya tatu ni hayo matendo mengine mabaya. Kwa hivyo inatupasa sisi tuvae nguo ngapi? Ambayo ni utakatifu na wokovu wa kweli. Ukichanganya utakatifu na uchafu, hapo kitalipuka. Haleluya. Kiriba kitapasuka. Kwa hivyo mwanadamu wa asili anavaa nguo moja, na hiyo tunafananisha na wokovu. Ukiokoka, nguo yako ni moja tu, utakatifu. Pigia Yesu makofi mazuri. Usichanganye nguo mbili. Ndiposa nikaleta habari hizi za watu kutozwa pesa na watu kuandika listi na maiti kudaiwa. Unajua wakati wa mkoloni, nasikia story, wakati wa mkoloni watu walikuwa wakishikwa wakienda kufanya kazi, Waafrika wale, wakati wanalima ama wanafanya kazi katika makampuni, mmoja akianguka na afe akiwa kazini, wale wazungu walikuwa hawaamini, wanatandika ile maiti kwa sababu ya kukataa kazi. Yaani maiti imekataa kazi. Haleluya. Ndivyo tulivyo leo. Unaona, mtu amekufa, badala kanisa iingilie kati imsaidie yule mtu kipindi cha majonzi na kuzika kwake, kanisa inaenda na listi ya vyakula na kanisa inaenda na listi ya madeni. Tunasaidia ama tunaharibu? Hii ndio imeharibu image ya kanisa. Mpendwa, tunapokuwa hapa, hata siku ukiwa mtumishi, jaribu kutowekea watu mizigo isiyofaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kanisa ni nini? Na watu wanakimbilia kanisani, watu wanakimbilia wasaidiane ndugu kwa ndugu, lakini inafika huko kanisani ndipo sasa kuna malipo. Ukifika ndio uwe memba wa Begongolulu The True Gospel, ni 200 au 500. Yaani unaandikishwa kwanza kuwa memba, na ukipata shida hatuji, maana wewe hutoi. Wakati ambapo shida itakupata na hautoi, Mungu mwenyewe atafanya watu wakose pesa na mambo yako italingalinga. Sawa? Lakini kama unatoa vizuri, ikifika siku yako mambo yote iko sawa, watu wanapata pesa mara moja, kwisha. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Tusilipe baya kwa ubaya, bali tulipe baya kwa wema. Haleluya. Hata kama mtu hana, hebu fikiria, kuna watu wamekaa hospitali mwaka mzima ama miaka miwili. Huyu mtu akifa hospitali anadaiwa. Je, huyu mtu angefanya kazi saa ngapi na ni mgonjwa? Sasa akifa bado tunaenda kumdai? Jamani, tuangalie utumishi. Haleluya. Tuwe watumishi ambao tuko na roho safi na tunaweza kusaidia. Ndipo nikaleta Yoeli 2:25. Kuna watu vitu vyao vilikuwa vimeibiwa kwa sababu ya matendo mabaya, lakini leo nimekusomea Yoeli, vitu vyako vilivyokuwa vimeibiwa sasa vinaenda kuregeshwa, kwa sababu umesikia neno hili ya kwamba utaachilia tabia hizo mbaya. Haleluya. Na ukiachilia, Mungu atakuregeshea. Haleluya. Atakupa vyote vilivyoliwa na madumadu na tunutu, zote zitarudi. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wako hapa na hawako kwa ndoa.
Kuna watu wanatutazama na hawako kwa ndoa, pengine waliachwa. Hiyo ndoa itarudi kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu wako hapa, kuna kazi walifutwa kwa njia isiyofaa, kazi itarudi. Wewe fuata njia nzuri ya Yesu na njia zako zitaonekana kuwa safi. Haleluya. Na vitu vyote vitarejeshwa. Haleluya. Kuna watu wako hapa na hawana afya nzuri, wanakohoa, wengine unakuta mtu anakohoa mpaka unashangaa. Mwingine anaugua tu, kuugua kusikotajika. Hiyo yote Mungu atarejesha. Nisome Yeremia kwa ajili ya afya. Yeremia 30. Nisome kwa ajili vitu vyetu vinarudi. Yeremia 30 mstari wa nafikiri 16. Yeremia 30:16. Hata afya yetu itarudi wakati tumejitambua. Nimewaambia kuna watumishi ambao nyumba zao zina laana leo. Na laana hiyo haikuja bure. Imekuja kwa sababu ya matendo mabaya. Mimi kama Pastor Ngoro niko na watoto na sitaki laana ifuate watoto wangu. Si sawa? Nataka nifanye kazi ya Yesu kwa njia ya straight. Kama nimeshindwa uchungaji, niachane na niende nikalime. Haleluya. Lakini matendo ya kudai maiti pesa, matendo ya kufanya kazi ya Yesu kama kitega uchumi, hapana. Tumtumikie Yesu, yeye ataangalia maisha yetu. Twende mtumishi, kwa ajili ya afya zetu. Kitabu ni Yeremia 30:16 inasema, ndio basi watu wote wakulao wataliwa, na adui zako wote watakwenda kufungwa, kila mmoja wao, na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda nitawafanya kuwa mawindo. 17 sasa. Maana nitakurudishia afya. Ngoja kidogo. Maana nitakurudishia nini? Afya. Kuna watu wamelazwa hospitali sasa hivi. Kuna watu wanaugua. Ninakwambia mahali popote ulipo, kama ulitenda haya mambo ninayokuambia, kama ulienda kinyume na Mungu, tubu hapo katika kitanda, tubu hapo nyumbani, tubu hapa ya kwamba Yesu nisamehe, nilikosea, nawe utarejeshewa afya. Twende mtumishi. Nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Asema nani? Bwana. Haleluya. Kuna kitu bado? Umemaliza? Sijamaliza. Haya, twende. Kwa sababu wamekuita wenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Haleluya. Umekuwa mgonjwa mpaka watu wamekukimbia, umekataliwa, umekuwa mtu usiyefaa, watu hawakuangalii tena. Wewe katika fikira zako unafikiria ni magonjwa ya kawaida. Mpendwa, kumbuka ni nini ulitenda. Kumbuka ni kosa gani ulitenda. Kumbuka ni watu wangapi uliwachochea. Kumbuka ni ndoa ngapi ulivunja. Kumbuka ni watu wangapi uliwagonganisha. Ukatubu leo, na ukitubu utarejeshewa afya. Kuna magonjwa mengine si ya kawaida, yanakuja kwa ajili ya makosa yetu. Ninakuhitaji utubu na uachane nayo. Hivi sasa ninawaambieni watumishi, wakati tunalipisha maiti pesa ndio tumzike, unakuta wachungaji na mabishop wanalazwa kwa hospitali mabili na kuwa kubwa. Ujiulizi ni kwa nini huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Ndiyo, kuwa mgonjwa ni kawaida, lakini mbona huyu mtumishi wa Mungu wa kweli ameugua kipindi kirefu namna hii? Ndiyo, kuna mengine ni Mungu mwenyewe amesababisha, lakini kuna mengine ni makosa yetu tuliyotendea watu. Haleluya. Amen. Makosa yetu tuliyotendea watu, hatutamaliza kazi hii vizuri. Haleluya. Unakuta watu wamelazwa kwa hospitali, yeye kila siku ni hasara tu, hana amani ya roho. Ni tabia kama hizi za kudai hata maiti pesa, za kudai hata watu pesa ndio wapate kuokoka. Hizi ni tabia ambazo ni za kidini na madhehebu. Wapendwa, sisi tuliookoka tuondokee hizi tabia, la sivyo kipigo kitakuja. Lakini maandiko inasemaje? Wakati utakapoacha na kuacha hizo tabia, Mungu atakurejeshea afya. Kuna watu wamekukataa,
kuna watu wamekutenga. Unahitaji tu ukubali kwamba Yesu, nimekosea, ninatubu, na afya yako itarudi, utaregeshewa afya. Kuna watu wako hapa, wengine hata wako nje ya hapa, hawajapata watoto, wamekuwa kiafya tu. Nenda kwa Yesu, ataregesha afya na utapata kile kilichoko. Haleluya! Mungu anaregesha ukijikubali. Haleluya! Nimeanza kusema matendo mabaya ndio ujue kuna mambo unaweza kupitia wewe ukafikiria kwamba ni hivi hivi, ni kawaida ya magonjwa. Kumbe kuna mambo ulitenda huko nyuma ndio yanakuandama, na hautaki kutubu kwa Kristo, hautaki kutembea na Kristo, utaendelea kuumia. Lakini siku ile utakapojitambua na kubadilika, hata afya yako utaregeshewa. Haleluya! Utaregeshewa. Haleluya! Nisomee Isaya 42:22. Tuliwekwa mateka chini ya Shetani, sio kwa ajili ya bure bure, bali kwa ajili ya makosa yetu. Unajua Shetani hawezi kupata nafasi ya kukuteka wewe kabla wewe mwenyewe hujampa nafasi kwa kumkataa Mungu. Naye akikuteka anakuweka kifungoni. Soma tu hapo 42:22 Isaya. Kitabu cha Isaya 42:22. Ndio. Nasema. Yes. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo. Wamekuwa mawindo. Wala hapana aokoaye. Wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka. Wamekuwa mateka. Wala hapana asemaye. Wala hapana asemaye. Rudisha. Rudisha. Amen. Watu hawa wamekuwa mateka. Wakati unapofanya kazi ya Mungu kinyume, unakuwa mateka wa Shetani. Na wacheni niwaambie, kuna tabia ukizianza zinakuwa tamu zaidi, haswa hizi tabia za pesa na kuficha pesa na kukoni watu. Ukianza ni tamu sana, ni tamu, na kuiacha inakuwa ngumu. Na katika ile hali ya kutokuiacha ndio unakuwa mateka na unaingia katika shimo, na sasa umefungwa na Shetani mpaka siku ile utakapojitambua na kurudi kwa Kristo. Sasa utarejeshewa vyako vilivyopotea. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Wewe ni Mungu. Amen. Haleluya. 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 Hallelujah. A good name is better than silver and gold. A good name is better than silver and gold. Jina jema ni nzuri kuliko fedha na dhahabu. Yaani watu waseme tu mchungaji fulani ni mzuri. Hilo jina zuri ni jema kuliko uwe na dhahabu nyingi na uwe na fedha nyingi lakini huna jina jema. Si sawa? Tengeneza jina jema, mtumishi mwenzangu. Tengeneza jina jema. Najua nazungumza na watumishi wote. Ukiitwa kuombea mtu muombee, usimdai. Ukiitwa kuombea mtu muombee, usimharibie jina kwamba hata chai hakupika. Shauri yake na chai yake. Tenda mema, nenda zako. Haleluya. Na ndio unakuta ushirika mwingi wa wamama una shida
kwa sababu wakienda kwa mama mmoja unakuta maneno yatatokea huko. Yule mama hakupika vizuri, yule mama chapati yake siko vipi, yule mama maharagwe yake haiko sawa. Hata mimi napenda vya nazi, lakini hapo tuache tu. Mimi napenda vya nazi, yani ligi. Haleluya. Lakini kama hakuna hiyo, si unavumilia, si sawa? Unasema ni sawa, lakini sio utoke kwa nyumba ya kiongozi wa wamama unaenda kusema yule mama hata yule hajui kupika, yule hata chakula chake yule hana yule. Hapana, hiyo ni unafiki. Haleluya. Ndio maana tunapata shida kwa maneno madogo kama hayo. Haleluya. Siku ukiwa mtumishi wewe, jaribu kuwa mtu mkweli. Haleluya. Tembea na ukweli wa Biblia. Usitake kupiga kona na kazi ya Kristo. Vitu vyako vitaibiwa na utafanywa mateka wa shetani, lakini utakapomrudia Yesu atakuregeshea mpaka afya yako. Haleluya. Na hii nataka mnisikize vizuri, watumishi wenzangu, wakati umechacha na kupiga wenzako vita, hebu angalia kile unachopitia ndani ya nyumba yako. Sio unasengenya huyu, ushabeba hivi kaleta huku, ushaleta kule. Jiangalie itakachopitia katika nyumba yako, si magonjwa, si vita, yaani hali ngumu utapitia kwa sababu ya yale unayosema kuhusu watu. Si sawa? Lakini utakapopiga magoti na umwambie Baba, nimekosea, sasa Yesu atakurudishia vyako vilivyokuwa vimepotezwa na shetani. Haleluya. Pigia Yesu makofi makubwa. Katika maisha kuna vitu vinaweza kuchukuliwa na kuna vitu vinaweza kuregeshwa, na hii yote ni kazi ya Kristo. Unaweza kuwa mateka wa shetani, unafanya kazi, pesa huoni, kila ukipata pesa huzioni, kila ukipata zinakimbia tu. Ni kwa sababu ya yule uliyemsengenya jana, kwa sababu ya wale uliowagonganisha jana. Tafuta njia ya kutubia hiyo, uone Mungu akikuregeshea. Haleluya. Hata huduma, mimi kama mchungaji hivi, naweza kuwa mimi ni mchungaji mchochezi na Pastor James na msengenya, kama vile alikuwa hayuko hapa karibu miezi mitatu, ningekuwa nishaambia kanisa yule jamaa, unajua yuko hivi na mchaneni naye. Sasa mimi na msengenya Pastor James, kumbuka nitaisha katika huduma. Si sawa? Hata nikisimama mbele yenu mtaona Pastor Ngoro ni debe tu, kwa sababu ya kusengenya, kwa sababu ya kuongea vibaya kuhusu mwenzangu. Si sawa? Lakini nikijitambua na kutubu, basi nitarejeshewa, huduma yangu itarudi. Haleluya. Na nitasimama tena kwa jina la Yesu Kristo. Nisomee waraka wa Petro tukiwa tunamalizia. Sisi wana Beroya huwa tunaendaga namna hiyo. Si sawa? Karanga ni tamu, lakini ukipewa sufuria nzima kesho naikimbia. Nataka niombe na watu leo. Nataka niombe na watu, kama kuna shida uko nayo leo tunaenda kupiga vita hapa. Haleluya. Waraka wa Petro wa kwanza 2:18. Waraka wa kwanza wa Petro 2:18 inasemaje? Waraka wa kwanza wa Petro 2:18 inasemaje? Kitabu ni waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 mstari wa 18. Inasema, enyi watumishi, watiini bwana zenu kwa hofu nyingi. Sio wao walio wema wapole tu, bali nao walio wakali. 19. Maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. 19 ndio nzuri sasa. Maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kukumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Haleluya. Kuna watu wanapitia mambo, wanapitia kinyume. Haleluya. Unateswa, unateseka, unaonewa visivyo haki. Kuna watu wanafanya kazi kwa nyumba za watu, mwenye nyumba tajiri yako hata chakula hakupatii. Ukimuomba siku ya kuja kwa ibada Jumapili anasema no, hakuna kwenda. Unateseka, una huzuni, unataka kumtumikia Mungu lakini haviwi. Ninakwambia
Mungu atakulipa, maana Mungu atakufanya wewe bosi uandike mfanyikazi, maana umepitia hiyo. Sasa atakupa pesa, atakupa vitu ili wewe nawe uandike mfanyikazi, ujue kwamba mtu aliyeokoka hanyimwi kwenda kuabudu Mungu wake. Haleluya! Sasa hiyo inaitwa vyote vilikuwa vimepotea. Hivi sasa hivi kuna watu wanateseka, hata wengine hatuko nao hapa leo, kwa sababu tajiri amesema kazi yangu inatakikana ishe. Kama wewe ni msichana wa nyumbani, unaambiwa wewe kwanza baki, wao wameenda kanisani, wewe unaambiwa wewe baki ufanye kazi. Roho yako inalia, roho yako ina huzuni. Kwa nini mimi nafanywa hivi? Kilio chako na maombi yako Mungu atakuregeshea. Haleluya! Mungu atakuregeshea. Wewe utapata vyote na utaandika mtu kazi, utakuwa bosi. Haleluya! Ulikuwa chini, utaregeshewa upande wapi? Uwe juu. Haleluya! Kuna wasichana pia wanafanya kazi za nyumba. Bosi wa kiume anakutaka kimapenzi, kila siku jioni anakusumbua na kutaka. Unafanya ile kazi kwa kuvumilia na huzuni. Bosi wa kiume kila akija amekushika matako, anakwambia nakuhitaji, usimwambie mama. Yaani usimwambie mama. Kumwambia mama unafutwa kazi, yaani natishwa kabisa. Nakwambia wewe msichana, usifungue saba, vumilia. Mungu atakupa nyumba yako na atakupa kazi yako nzuri na vyote vitaregeshwa. Haleluya! Na utaandika mfanyikazi. Haleluya! Makosa ni ukifungua saba umeharibu. Haleluya! Kubali hata kuipoteza hiyo kazi, lakini usipoteze utukufu wa nani? Kristo. Haleluya! Huo utukufu ndio utakuandama. Kazi zinaisha. Haleluya! Na sio yeye anayepeana riziki. Riziki inapeanwa na watu wetu, na ni Mungu ndiye anayepeana na wagusa wakupe wewe riziki. Haleluya! Hebu kataa kabisa, usikubaliane nayo. Na wacha niwafundishe wasichana wangu ama wamama, wakati ambapo mtu amekutaka kimapenzi kazini, kumbuka akikupata tu kimeisha, unafutwa tayari, maana hata kutaka tena pale. Haleluya! Watu wengi wanafikiria kwamba nikimpa tosha, nimepata kazi. Hakuna kazi, yaani ukimpa ndio umejifuta mwenyewe. There is no job. Haleluya! Afadhali kukataa kuliko kukubaliana naye. Ukikubaliana naye, yeye ndiye atakuwa kwanza kukuchongea uondoke kwa hiyo kazi. Haleluya! Kwa hivyo suluhisho la pekee kama tajiri yako anakutaka kimapenzi ni kukataa. Haleluya! Na kama ni tajiri kijana ambaye hajaoa na wewe hujaolewa, basi si mnaoana tu, hapo sikatae. Haleluya! Hapo sikatae, kwa sababu hajaoa na wewe hujaolewa, sio sawa? Anakutaka akuoe. Haleluya! Hiyo ni riziki imekuja yenyewe. Ama nasema vibaya jamani? Yeye hajaoa, ni kijana na ni tajiri wako, na wewe hujaolewa, amekutongoza, Roho amekwambia ndiye huyo, olewa. Naweza kuipoteza hiyo riziki kama hakuna nyingine. Haleluya! Hapo usikudanganye. Haleluya! Kuna vitu tunakataa, lakini ikija namna hiyo unajiuliza wewe mwenyewe, huyu ni kijana na mimi ni kijana na anataka kuoa. Sasa unamwambia ngoja tuingie maombi. Roho akikwambia ndio yeye, tuko tayari. Haleluya! Ni wako. Haleluya! Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya! Haleluya! Hata wanaume pia wanatafutwa. Mama wa nyumba anatafuta kijana ambaye anamfanyia kazi, anamsumbua. Usiponikubali nitamwambia mzee akufute. Mwambie tayari anifute, sina haja na kaa, kwa sababu ukifanya vile utakuwa umekiuka kile tulichofundishwa na Yusufu katika kitabu cha Mwanzo 39:14. Yusufu alikataa kulala na mke wa Potifa, ndio akawa waziri mkuu. Ukilala na mama mwenye nyumba, vision yako, kile Mungu amekupangia pale mbele haitatimia. Sio kama unanielewa? Yusufu angelala na mke wa Potifa, hangekuwa waziri mkuu. Na wewe nao ukivikubali leo, unafikiria utapata kitu kilicho mbele, itazuiwa. Yesu atakupatia kilicho chako wakati wewe umekuwa mtakatifu. Haleluya! Kwa hiyo kuna watu wanafanya kazi za Mungu kwa huzuni, kama vile waraka wa kwanza wa Petro 2:19 imesema, kwa maana mjapoteswa, vumilieni kwa hiyo huzuni, mkijua kwamba mnateswa kwa ajili ya
haki. Haleluya! Na siku moja Yesu atakupa hiyo haki yako, Yesu atakurejeshea, Yesu atakulipa. Haleluya! 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 Isaya 14:3. Haleluya! Isaya 14:3. Haleluya! Kuna watu wanafanya kazi za Mungu kwa huzuni. Kuna watu wanafanya kazi za Mungu kwa huzuni. Jina lake Yesu tamu, tukilisikia utukuza tena, utuondolea. Jina lake Yesu tamu, yeye hutuondolea. Si sawa? Hilo jina la Yesu linatuondolea mabaya na kuturudishia mema yetu yaliyotekwa na shetani, tutaregeshewa. Haleluya! Soma Isaya 14:3. Isaya 14:3. Haleluya! Kitabu cha Isaia mlango wa 14 mstari wa 3 inasema, tena itakuwa katika siku ile, ambayo Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako, na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa. Haleluya! Kuna watu wanafanya kazi ya Yesu katika mazingira magumu. Kuna watu wanafanya kazi za Yesu katika hali ngumu, lakini Biblia inasema itafika wakati ambapo Yesu atakupa raha baada ya utumishi mgumu, baada ya kazi ngumu, baada ya kuhubiri Injili mahali pagumu. Unaenda unafukuzwa, unauko ndani ya nyumba ya mtu, akupi nafasi ya kwenda kanisani, hauruhusiwi kuomba, mazingira ni magumu, lakini Bwana anasema siku moja atakupa raha, siku moja atakuinua. Nikasema ya kwamba siku moja utalia machozi, lakini itakuwa sio machozi ya huzuni, lakini ni machozi ya furaha, kwa sababu Bwana amejibu ombi lako. Haleluya! Utatokwa na machozi wakati uko na gari yako, uko na nyumba yako, uko na pesa zako, ukikaa ukiangalia kule umetoka, unaona machozi yanatiririka yenyewe, lakini sio machozi ya huzuni, bali ni machozi ya kwamba Mungu amejibu kile ulikuwa unamuomba. Majibu yako yamejibiwa. Mfukoni mwako haukosi 50,000. Hiyo ni pocket money ya kununua maandazi. Mamilioni yako kwa akaunti. Mungu amejibu, hajajibu. Haleluya! Ukiketi namna hii, ukiangalia mtu anavyopita, unalia, unasema mimi nilikuwa hivi, lakini Mungu ameniinua, ameniregeshea vyangu vyote vilivyopotea. Na hiyo ni kwa kudumu katika utakatifu. Utakapodumu katika utakatifu, Mungu ataregesha vyako vyote vilivyotekwa nyara na kuibiwa na muovu Shetani. Haleluya! Jamani, hata ndoa zinaibiwa, hata ndoa zinafungwa. Usifikirie watu wanatengana kiburebure, hiyo ni kupokonywa. Unakuta Shetani ameingilia, amekuweka mateka. Mama husikii, huoni. Mzee amewekwa mateka, ni vita kwa nyumba. Shetani ameweka kizuizi, lakini ukimrudia Yesu, hiyo ndoa inapona. Haleluya! Na hata kuna watu wameachana,
mtu ameacha mpendwa wake, ninakwambia leo mrudie Yesu na uombe, Yesu atafungua hiyo njia. Haleluya! Kama kweli huyo ni wako, Yesu anaenda kumregesha. Haleluya! Vyote vilivyoibiwa vinaenda kurudi. Yoeli 2:25 inasema hivyo, vyote vilivyoliwa na madumadu na tunutu vyote tunaregeshewa. Haleluya! Kazi yako utaregeshewa, watoto wako utaregeshewa. Ayubu alitekwa nyara na shetani. Ayubu akateseka, maana shetani alienda kuomba nafasi, akasema niachie yule Ayubu nimjaribu. Ayubu akapoteza kila kitu, lakini Ayubu 42 inasema Mungu sasa anamregeshea Ayubu vitu vyote, mpaka watoto alipewa wapya, mpaka mke mpya, vitu vyote vipya. Haleluya! Na wewe vyako vilivyoibiwa, vyako vilivyotekwa nyara, vinaenda kurudi kwa jina la Yesu. Hata iwe ngumu na mnagani, kuna machozi utatoa ya furaha, kuna machozi itatoka ya furaha, kuna machozi ya furaha, kuna machozi ya furaha. Haleluya! Naongea na watu wengi wananiambia mimi hata haina haja niolewe tena. Vijana nao haina haja nioe. Mimi nimeteswa na mwanamke, ameniibia, amenisioi tena. Kuna mwingine naye anatamka mimi hata sitaki mambo ya ndoa. Ninakwambia rudi tu kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwake Baba. Luka 1:37 anasema hakuna kitu kisichowezekana. Luka 1:37. Mungu anaweza yote. Na kama wewe ni kijana, kabla hujaolewa, tanguliza ndoa yako kwa Mungu Baba. Haleluya! Naye Mungu Baba atakuinua. Pigia Yesu makofi mazuri. Wacha nimalizie na kile nilichoanza nacho, ya kwamba kuna madhehebu, kuna watumishi ambao wanatumika kwa njia isiyo sawa, na nimeona sana kwamba niseme hii isije ikawa laana. Nyumba za watumishi zinapiga kona. Wapendwa, nyumba za watumishi zimepiga kona, si sawa? Hazijanyooka kwa sababu ya tabia kama hizo nilizowaambia. Ninataka unisomee Zakaria 11:4, alafu nimalize na Yeremia 3:15. Hiyo Zakaria 11:4 inazungumzia wachungaji wa kukata kondoo mikia. Utakatwa mkia, sijui utaichukulia vipi, kipesa kivipi, lakini mkia utakatwa tu. Haleluya! 11:4 Zakaria tafadhali. Sasa nataka nizungumzia aina mbili za wachungaji wa kukata mikia na yule aliyeitwa na maarifa ya Mungu. Kwa hivyo usihukumu wachungaji wote. Kuna wale wameitwa na kuna wale wanachinja na kukata mikia. Soma kwa ufasaha nikiwa namalizia. Zakaria 11:4. Kitabu ni Zakaria mlango wa 11 mstari wa 4 inasema, vijana kaeni. Bwana Mungu wangu alisema hivi, lilishe kundi la machinjo. Mstari wa 5. Ambalo wenye kundi hilo hawakuchinja. Nitarudia. Ambalo wenye kundi hilo hawachinja. Ambalo wenye kundi hilo huwachinja. Huwachinja. Hilo neno likikoseka hapo, hilo huwachinja ndio muhimu hapo. Ambalo wenye kundi ni wachungaji, si ndio? Hao wenye hilo kundi wananichinja. Kama mimi Pastor Ongoro na wachinja hapa leo. Haleluya. Twende mtumishi. Kisha hujiona kuwa hawana hatia. Kwamba hawana hatia. Hebu angalia, na kuchinja kwa pesa na kulipisha kila kitu na kuchinja wewe. Alafu najiona kwamba sina hatia. Mimi Pastor Ongoro mchungaji na kuchinja wewe, utatoa leo zote. Wache hapa. Alafu tena najichukulia kwamba sina hatia yoyote. Hiyo haina kitu. Lakini siku zinavyoenda, mimi na nyumba yangu hatutakuwa kama Yoshua. Nyumba yangu itapigwa na mimi nami nitapigwa. Hizo ndizo laana ambazo nataka nizungumzie kwa wachungaji wenzangu. Wakati unapokata mikia
ya kondoo wako. Jua hiyo mikia inakuangalia na inaelekea mlangoni kwako. Mambo hayo yatakutokea wewe na familia yako. Wachinje tu ukiwakata mikia, lakini wakikasirika au kondoo, hiyo mikia itakuja ukutano mlangoni asubuhi. Na hao wawauzao husema, na ahimidiwe Bwana, kwa maana mimi ni tajiri, na wachungaji wao wenyewe hawawahurumii. Hebu fikiria, hakuna huruma hapa. Ukifa wewe, ukifa na Chris, mke wako na niekee 50,000, siziki bila 50. Na tumekuwa hapa pamoja, umekuwa ukisaidia, tuko na mchakato utatoa, lakini upatikane na shida Chris wewe. Sasa sijui hata mke wako. Mama unasemaje? Tunaangalia kitabu. Kama unadaiwa Chris, lazima utoe kwanza. Tunachinja, haleluya. Tunachinja kweli kweli, hata tuhurumii, haleluya. Na hizi ndizo tabia zimefanya watu wamekaa manyumbani. Tunafanya revival, mpendwa. Injili ya Yesu ni bure, kutoa ni kwa hiari na kwa kumshukuru Kristo. Haleluya. Hivi Mama Benson ametumika hapa siku hizo zote, apatikane na shida yule ya kwamba imempata yeye mwenyewe, tutamkimbia? Tukidai pesa tunasema Mama Benson, wewe kitabu kinasema hivi, ni hatari. Si sawa? Itakuwa ni hatari. Haya, twende mtumishi Yeremia. Namalizia na hiyo Yeremia. Hao kwa Zakaria ni wakukata mikia kondoo, ni wachinjaji na wanachinja bila huruma. Leo hapa kama tungekuwa na mgeni angerejesta kuwa memba na 500. Hii si welfare bana. Hivi si vyama vya kupeleka maiti nyumbani, si ndio bana? Hapa main point yetu ni kumtukuza Mungu. Wengine wanakulipisha hivyo na utakufia kwenu nyumbani. Wengine hata utaenda uende nyumbani upe huko na pesa umekuwa ukitoa. Popote utakapokufa utazikwa. Hawawezi kukuacha ukanukia hapo. Haleluya. Haleluya. Katika kusanyiko tutukuze Mungu kwanza, mengine baada. Yeremia 3:15, wachungaji wenye maarifa. Anza 14. Yeremia 3:14, namalizia hapo wapendwa, alafu naomba tuwe pamoja tupate kumwomba Mungu. Haleluya. Kitabu cha Yeremia mlango wa 3 mstari wa 14 nasema, yes. Rudini enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja, na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. 15. Ndio. Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu. Wanipendezao moyo wangu. Haleluya. Mungu atapeana wachungaji wampendezao moyo. Twende mtumishi. Watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kwa hivyo leo hii huu ni unabii wa Yeremia, hata kama ni Agano la Kale, ni unabii wa mambo ambayo yanatimia leo. Mungu atainua wachungaji wenye maarifa na hekima walishe kondoo. Hata kama kuna wachungaji wabaya, wako wazuri. Wacha wale wa Zakaria 11:4 wanaochinja na hawajali. Wako wachungaji wenye maarifa, Mungu amewainua, nao wataongoza kondoo katika njia iliyo sawa. Wapendwa, wako wachungaji wazuri, neno litahubiriwa, ukweli utasemwa. Haleluya. Na yote tutarejeshewa, na vyote tutarejeshewa, na yote tutarejeshewa. Haleluya. Neno ni tamu. Isaya 56:10. Soma tumishi. Isaya 56:10. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Wapendwa, ni lazima tujue kuna wachungaji wabaya na wazuri. Wakati unapohukumu, usihukumu kila mtu, muangalie kwa matendo yake, maana tumeambiwa tutawajua kwa matunda yao. Haleluya! Isaya hiyo tumalizia hapo 56:10. Kitabu ni Isaya mlango wa 56 mstari wa 10. Ndio. Inasema, yes, walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Wote pia hawana maarifa. Wote ni mbwa walio bubu. Wote ni mbwa walio bubu. Hawawezi kulia. Hawawezi kulia. Huota ndoto. Kulia, hawawezi kulia. Ni mbwa walio bubu, yani ni wachungaji ambao hawakemei dhambi. Ni sawa? Dhambi wanaituliza, wanaipunga, lakini hasemi wewe unafanya vibaya, wewe unafanya vibaya, hasemi. Yeye ametulia, amekuwa bubu. Soma mtumishi. Huota ndoto. Huota ndoto. Kulala. Kulala. Hupenda usingizi. Hupenda usingizi. 11. Yes. Naam. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Mbwa hao ni wachoyo. Kinachotoka pale wanakula peke yao. Wamejaa vitambi virefu virefu, magari makubwa makubwa, pesa ndefu ndefu, matako ya kufurajua. Poleni. Soma, endelea. Hawashibi kamwe. Hawashibi kamwe. Haleluya. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu. Na hao ni kina nani? Wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wachungaji wasioweza kufahamu neno. Ni siku za mwisho wapendwa. Popote unaposhiriki, jaribu Roho kuongoze, maana siku za leo wamekuja makristo wengi wa uongo na watadanganya wengi. Haleluya. Wewe unapoamua, amua kutoka moyoni mwako kile unachofanya na kutenda kwa ajili ya Kristo. Lakini nimekupa hiyo mifano, narudia, ukikuta mahali kanisa unaingia, unakuwa registered kwa kitabu. Sio vibaya kupeana namba ya simu, maana namba ya simu unaweza kuwa mgonjwa ukapiga ama ukapigiwa, sio mbaya. Lakini ukiambiwa kanisa hii tuna register kwa 200 au 500, kuna shida hapo. Si sawa? Ukiona maiti iko kwenu ama umefiliwa na mtu wa karibu nawe, wanakwambia hii mpaka ulipe pesa fulani, yani maiti inalipishwa pesa, hapo kuna shida. Si sawa? Kuzika pia ni kazi ya Mungu, tusifanye kwa malipo. Haleluya. Haleluya. Wakati unaona unatoa sadaka yako na inasomwa wazi, Lydia sijui jina lingine, Lydia nani ametoa shilingi 20. Yaani unaaibika mbele za watu. Ni sawa? Hiyo ilifanywa na Mafarisayo, kwa sababu Mafarisayo walikuwa wanatoa kwa kuonekana. Farisayo anatoa 10,000, tena anaziweka waziwazi, apigi panga, anaziweka tu waziwazi, watu wao. Sisi siku hizi hatuweki namna hiyo. Si sawa? Kwa hivyo unapotoa isijulikane na mtu, lakini yule uliyempa akifanya mchezo, Mungu yuko naye. Nimewapa siri ya wachungaji. Mara nyingi ukiona mtu anamtumikia Mungu alafu aishie vibaya, huwa kuna ukora alikuwa anafanya katika kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haitaki janja, iwe ni mchungaji, iwe ni mtu yoyote. Kama una ukora wote, dalili itaonekana wazi. Haleluya. Lakini kama unamtumikia kwa kweli, utaona dalili waziwazi kwamba mambo ni mazuri. Haleluya. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Nataka niombe na wewe. Masaa yetu sasa yamefika. Nasema songa mbele. Nasema watoto na wahitaji hapa mara nyingi wanakosa maombi kwa sababu ya kulala au kufanya nini, alafu shetani anawavamia. Kama wewe ni mzazi, hakikisha mtoto wako yuko hapa leo. Ninaomba na watu, lete mwanao, usimwache nje. Yoshua anasema katika Yoshua 24:15,
mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Usiache mtoto wako nyuma, njoo naye mbele. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema na wewe uombe. Kuna kitu kinatakikana kilikuke ndani yako. Ukinyamaza utarudi na pepo nyumbani leo, lakini wakati tunaomba na wewe omba, Mungu ana kiasi chake. Songeni mbele, songeni mbele. Ninataka kuomba na nyinyi leo. Hivyo vizuizi, hayo mateka, leo tunaregesha vyote ambavyo vimechukuliwa na shetani. Mungu anaregesha. Usipojiachilia leo utarudi na pepo nyumbani. Nataka ujiachilie leo. Wakati wa kuomba, omba. Sogeni mbele, sogeni mbele, sogeni mbele, sogeni mbele. Nataka tuombe pamoja leo. Nataka tuombe pamoja. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Songa, songa. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu
vyombo upendacho, maana mimi ni udongo, nawe mfinyanzi tengeneza. Tengeneza vyombo hivi Yesu, finyanga tena vyombo hivi Yesu. Baba, tuko mbele zako Yesu, tunaomba uguso wako mchana wa leo Baba, tufinyange tena, tutengeneze Yesu, finyanga roho zetu, tufinyange Baba, tuondolee uzito Baba, hurumia kusanyiko lako. Shetani amelikamata kusanyiko kwa roho ya uzito, tumetekwa nyara, tuko katika shimo, hatuwezi hata kuomba. Oh Yesu tuhurumie Baba, fungulie sauti zetu. Shetani ameteka hata na sauti zetu, ametutia katika shimo, hatuwezi hata kuomba tena. Baba, tuokoe Yesu, tufinyange, tuondoe katika magonjwa, tuondoe katika vita. Yesu, pigania kusanyiko lako, angalia kusanyiko lako Baba, vita ni vikali katika anga. Oh Yesu, tazama Baba, tazama watoto wako wanakuhitaji Baba, wanahitaji nguvu zako Yesu, watoto wako wanakuhitaji, neema yako tunahitaji Yesu Baba, tena Yesu. Oh Baba, Yesu ni wewe tu Baba, tengeneza, tufinyange Yesu, tufinyange, tengeneza wanao. Oh Yesu. Oh Baba, tunakuhitaji, dumu ndani wetu, zidi kututendea, zidi kutufinyanga. Oh Yesu. Oh Yesu Baba, oh Yesu, tengeneza Baba, tengeneza Yesu, tengeneza Shetani una mamlaka tena, Yesu, tengeneza. Oh Yesu, tuhurumie Baba, tunalia mbele zako, hurumia kusanyiko lako, hurumia watoto hawa wadogo, mateka waliotekwa, hawawezi kuomba Baba, wahurumie, hurumia wamama mahali hapa, hurumia wazee. Oh Yesu, roho ya giza linakemea, roho ya giza linakataa, roho ya vita linakataa, roho ya masengenyo linakataa, roho ya wivu linakataa. Yesu, tawala Baba, tawala. Oh, tamalaki. Kamata pembe ile zote za dunia, vuja. Kiburi ondoa, vita ondoa. Yesu.
miongoni mwetu. Angalia wajawazito Yesu, chochote kitakachowakamata ninakataa, njama zozote za giza ninakataa. Yesu tutetee. Yesu pigania kusanyiko, pigania wanao, pigania nyumba hii. Tetea, tetea, tetea. Shetani ana mamlaka, nguvu zake tunazikataa. Oh Baba tawala, oh Yesu tawala. Yesu naweza, oh Yesu tuinue, Yesu tuongoze hata katika karama. Yesu tuongoze, oh Baba, oh Yesu. Yesu tawala, tawala mahali hapa, tawala Baba. Baba, naweka watoto hawa mikononi mwako. Baba, unawajua hata mioyo yao ya ndani. Ni wanafunzi wanaosoma sasa hivi, ni wakati wa likizo. Baba, nawasongeza mikononi mwako. Wacha utukutu ukaondoke. Wacha wanapocheza wacheze vyema, wasipatikane na ajali yoyote. Walinde katika msimu wote, maana msimu huu ndio shetani anawawinda awaingize katika kundi baya. Yesu, ninakataa kwa jina lako. Watoto hawa watakuwa vyema. Walinde Yesu, watangulie. Oh Yesu, watangulie, watangulie Baba. Oh Yesu, siri ya machozi haya ni wewe wajua. 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 Baba, watoto hawa wazazi wao walilia hata na machozi siku wanapoletwa duniani. Chochote ambacho shetani anapanga juu ya watoto hawa ninakataa, ninapangua, ninang'oa katika. Unasema katika Isaya 54:17 ya kwamba hakuna silaha itakayotumwa dhidi ya wateule wako ambayo itafaulu. Yesu, hawa ni watoto wako, hawa ni watumishi wako. Yesu, walinde njama za shetani, ninakataa. Njama za giza, ninakataa. Njama za mapepo, ninakataa katika. Oh Yesu, walinde watoto wetu, wacha wawe watoto wema. Tembea pamoja nao kwa kila jambo. Oh Yesu tawala, oh Yesu tawala, oh Yesu tawala. Angalia wamama hawa Yesu, linda wamama hawa walio wajawazito wakajifungue vyema, wanaopitia matatizo mbalimbali. Yesu, nenda kaangalie biashara zao, nenda kaangalie kazi zao, nenda kaangalie ndoa zao, waondolee kamauti. Yesu, wasiwe na kiburi Baba, walinde katika ndoa. Asante Yesu. Angalia vijana wetu Baba, ninawaweka mikononi mwako. Yesu, watawale vijana. Siku ni mbaya, siku za leo ni siku za mwisho. Yesu, wanawake wanaoana wenyewe kwa wenyewe na wanaume vivyo hivyo, lakini kwa vijana wetu ninakataa, ninakataa katika. Wacha vijana wa kike wakaolewe na wanaume, vijana wa kiume wakaoe wa kike, na hiyo ndiyo ndoa unayohitaji. Linda watoto wetu Baba. Angalia wazee hawa Yesu, hawa
tunaweka mikononi mwako. Wanatoka kila siku kwenda kutafuta kazi, zingine ni za sulubu, kazi zingine ni za hatari. Yesu, walinde katika kazi, watangulie katika njia zao, wakapate riziki zao, wakalishe familia zao. Weka Gabrieli na Mikaeli walinde wazee hawa popote wanapofanya kazi, visirani vikaondoke, vita vikaondoke katika Yesu. Unaweza. Asante Yesu, asante. Mama Noa njoo kidogo, Mama Noa njoo. Haleluya, haleluya, haleluya. Baba, ninakushukuru Yesu. Unasema katika Marko 15 kuanzia 11 ya kwamba mwana mpotevu alienda, lakini alipokumbuka akarudi kwa baba yake. Baba, niko na furaha ulichojenga ndani ya mama huyu, kuanzia kwake nyumbani, akatoa nguo akavaa, kwanza akaoga, akatoa nguo akavaa, akashika njia ya kuja hapa. Yesu, jenga hiyo imani, maana amechagua njia ya sawa. Naomba Yesu kamuongoze vyema na kazi zako zikawe ndani yake. Nashukuru Baba kwa kumrejesha tena hiyo roho ya giza ambayo ilikuwa imemteka na kumzuia. Ninakemea katika. Asante Baba Yesu, asante, asante. Nenda tu. Asante Yesu, asante Baba, asante Yesu. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Watapata baraka. Watapata baraka. Watapata baraka. Baba, naomba ni kwa ajili ya wagonjwa na wajawazito. Kuna mama katikati yetu yuko katika hali ya kutaka kujifungua. Kanisa, naomba unene jambo juu ya yule mama anaitwa Dorothy. Anza kunena jambo, shetani kuna mahali ameshikilia. Anza kunena jambo juu ya mama yetu Dorothy. Anza kunena jambo juu yake, shetani akashindwe na yule mama akajifungue. Paza sauti yako, paza sauti yako kwa ajili ya huyo mama. Oh, mwambie Yesu atangulie, mwambie Yesu atangulie. Paza sauti yako kwa ajili ya mama Dorothy. Paza sauti yako, paza sauti yako. Shetani tunakukataa. Pepo achilia, achilia pepo. Wacha yule mama akajifungue vyema. Yesu, tuma Gabrieli na Mikaeli sehemu zile yule mama alipo. Wacha uchungu ukapungue, wacha akajifungue vyema. Ni siku zimefika, tumekuwa tukimuombea. Wacha Yesu akajifungue vyema. Oh, kanisa tamka jambo, kanisa tamka jambo kwa ajili ya yule mama Dorothy. Siku zake zimefika, siku zake zimefika. Mama Dorothy, siku zake zimefika. Ni siku za kujifungua. Mwambie Yesu amfungue vyema, mwambie Yesu amfungue vyema. Tamka jambo, tamka jambo, tamka jambo, tamka jambo kwa ajili ya Dorothy. Asante Yesu. Tulia sasa, tulia sasa. Baba, tunaelekea msimu wa mvua. Weather inaenda kubadilika.
Shetani huchukulia nafasi hapo ya kuletea watumishi wako homa zisizojulikana. Yesu, kuanzia sasa na kuomba, tunapoingia msimu wa baridi, hayo magonjwa ya kipepo ninayakemea, ninayasambaratisha, ninayafungia katika. Wacha msimu wa baridi uje, lakini wateule wako wabaki kuwa wazima. Wacha mvua inyeshe, mvua ni baraka, lakini wateule wako wasipatikane na mahoma. Wafunike na mbawa zako kama vile kuku anapofunika vifaranga wake, ili msimu unapopita watumishi wako wabaki kuwa wema kama vile tai. Ninajua unaenda kutenda, na tunaenda kupita msimu huu wa mvua tukiwa salama salimini. Asante Yesu, asante Baba, asante Yesu. Ndani kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amen.